Bwana Yesu asifiwe, wapendwa, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na matumaini ya mjambo popote pale mlipo. Kwa majina naitwa Alice Miriam, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na wakilisha Mungu aliye ndani yangu, na natoka katika kikundi ambacho kinaitwa Jehovah Roy Band. Lakini mtazamaji mpendwa, kabla sijaendelea, nataka nimutangulize Mungu mbele ndani ya yote. Tufunike macho tuombe. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa pumzi ya afya njema ambayo umetupatia. Utukufu na heshima na mamlaka ni vyako. Tazama Bwana, katika kikao hiki Bwana, ni kikao kizuri ambacho tunataka tuzungumzie maneno yako matakatifu. Ukuwe pamoja nasi, utulinde na Roho wako Mtakatifu atuzunguke. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena mpendwa, na kusalimu na kusabai sana. Mungu azidi kukubariki. Hapa nipo na mtumishi wa Mungu, anaweza kujitambulisha kwa mawili matatu. Karibu. Shalom wana wa Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa majina naitwa James Prosper. Ni mwimbaji ndani ya kikundi hiki cha Jehovah Roy Band. Pia ni mtumishi wa Mungu kama mwalimu ndani ya kanisa. Ninawasalimu sana, asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kupeleka muda, tunataka tujifunze maneno ya Mungu. Tutazungumzia neno usiogope. Ambayo usiogope ni neno nzuri sana, lakini kwenye maisha tunapitia changamoto nyingi sana ambazo zinaweza zikatutoa katika misingi, zinaweza zikatutoa katika imani, zinaweza zikatuvunja moyo. Hayo yote matatizo yamo katika ile neno usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninampa mtumishi wa Mungu bila kuponda muda apate kutuwakilisha na kutuambia neno usiogope ni aje katika maisha yako na litafsiri aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante sana kwa kunipatia neno mtumishi wa Mungu. Karibu. Na watazamaji wote wanaonisikiliza. Kiukweli neno usiogope ni kama neno la kawaida, lakini linapoungwa katika utendaji kazi ni kwamba ni matokeo yanayomvamia mwanadamu. Kwa mfano, unakuta kuna mtu anapitia changamoto za magonjwa kwa sababu ameumwa sana, nikafika kipindi akasema mimi ninakaribia kufa au nitakufa. Au kuna mtu mwingine ambao anaweza kawa ameuguza ndugu yake hivyo hivyo, au amefundisha ndugu yake, au yeye mwenyewe amefungwa. Kiufupi, neno usiogope ni kitu ambacho kinaweza kikavamia maisha ya binadamu, kikawatia hofu, mashaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo upande mwingine ni kama neno, lakini katika utendaji kazi, kama nilitangulia kusema, ni neno ambalo linawatoa watu katika misingi ya kuweza kuamini tena. Kuna mtu mwingine anaweza kupitia shida zikamuogopesha, akasema hivi, mimi kweli pale nitafika? Hivi kweli mimi nitaishi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kweli mimi katika hizi changamoto nilizonazo nitaendelea? Hivi kweli katika hizi shida nilizonazo nitatoka? Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndivyo tunavyoweza kusema, ndilo neno ambalo tunalisema usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama hapa tunavyokuwa tunazungumzia hili neno, watazamaji wanatuangalia pamoja na wewe unaonisikiliza, tunapokuwa tunasoma katika vitabu vya imani, tunaona wapo watumishi wa Mungu wengi, hasa katika hizi huduma za Mungu tunazozifanya. Yawezekani huduma ya uimbaji, huduma ya kufundisha, huduma hata kazini, huduma ya kazini, ukiwa unafanya kazi huko makazini au shuleni, popote pale kile unachokifanya, ukakutana na changamoto kubwa sana kwenye maisha. Yaani ni kitu ambacho kiko juu ya uwezo wako, ni jambo ambalo kwenye fahamu zako na akili zako huwezi ukalitatua mwenyewe. Kwa hiyo linakutia mashaka na linakufanya uweze kuogopa. Ndivyo naweza nikazungumzia kiufupi neno usiogope. Asante sana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kuponda muda, nikushauri ndugu uliye katika matatizo. Hapa tupo na mtumishi wa Mungu, anataka atutafsirie zaidi
aingie ndani kiuneno, atuambie na moja wapo apate kutushauri. Wewe unayenitazama, unayeuguza, uliopo katika changamoto nyingi sana, uliopo katika shida, unashindwa kusema nizitatue namna gani. Yupo Mungu aliye hai, aliyemuumba mtumishi wake, ndiye anataka amtumie leo kama mkao wa kula na mkao wa kupokea. Karibu mtumishi. Asante sana dada. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amina. Kiukweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu kuweza kuniruhusu niweze kusimama na kuzungumza maneno haya kupitia hii channel. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yamkini yupo na makusudi na mtu mmoja ambao yawezekana anapitia changamoto, atakapoweza kuisikia hii sauti ataweza kusaidiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ningeomba mpenzi mtazamaji, msikilizaji, usinione mimi lakini uweze kuona kile ambacho Mwenyezi Mungu ameniagiza. Amen. Basi tunapokuwa tunaingia kwenye kitabu, naomba tuweze kuchukua Biblia tukunjue kidogo hapo. Ndipo tunapotaka kusimama ili tuweze kuona neno usiogope, kama vile ambavyo Mungu amekupea kuweza kulizungumzia. Tunaposoma hapa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 kwenye mstari wa kwanza na wa pili, ndio mstari miwili tunataka nisome, na baadaye nitaweza kuzungumzia kile ambacho Mungu anatamani aweze kushare na wewe. Amen. Hapa imeandikwa ya kwamba baada ya mambo haya neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Likinena, usiogope. Haleluya. Amen. Likamjia katika njozi likinena, usiogope. Haleluya. Na ndilo neno ambalo tunatamani tulizungumzia. Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakaye imiliki nyumba yangu na huyu ni huyu Eliazeri Mdameski. Amena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapoweza kuendelea chini, huyu Eliazeri Mdameski alikuwa ni mtumishi wa Abraham. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu ambaye alikuwa anazungumza maneno haya ni Abraham, ni mtumishi wa Mungu. Kila mwenda mbingu anamjua, kila mtu ambaye amekwisha kuchukua imani ya kumwamini Yesu Kristo anajua habari zake. Na huyu mtumishi alikuwa ni mtumishi wa imani kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika watumishi wote wanaotajwa ndani ya hiki kitabu, na nisikia mtumishi, huyo mtumishi alikuwa ni mtumishi ambayo alikuwa na imani kubwa. Na hata watumishi wengine waliokuja nyuma yake na waliokuja kile kipindi alipokuwa, hakuna mtumishi ambao aliwahi kumzidi imani. Na nielewa hapo, lakini tuweze kujiuliza kitu kimoja. Kwa nini awe ni mtu mwenye imani kubwa sana? Na tunapokuwa tunasoma tunaona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliweza kumjaribu. Anamwambia, Bwana, kama unatamani kusema unanipenda au unanipenda wewe, naomba unitolee mtoto wako mmoja. Akamtoa mtoto huyo mmoja aliyekuwa naye, akashiriki na akaona ni kawaida. Sasa tujifikirie, mtu ambaye aliweza kutoa mtoto aliyekuwa naye, kwa nini ifike kipindi aogope? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hapo alikuwa anaambiwa maneno haya na Mwenyezi Mungu. Na kipindi hiki alichokuwa anaambiwa maneno haya na Mwenyezi Mungu ni kwamba alikuwa bado hajapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikuwa lakini ana ahadi kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Mpenzi mtazamaji, pamoja na mimi na wewe tuna ahadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani tuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alizungumza na sisi. Tuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu tunatamani azungumze na sisi. Tuna mambo ambayo tunatamani Mwenyezi Mungu atufanyie. Na yapo mengine mambo ambayo Mwenyezi Mungu alikwisha kutuagia kwamba atatufanyia. Lakini uangalie, kuliko tuweze kuona mambo hayo tunayafanyiwa kwenye huu wakati, tunazidi kuona
mambo yanazidi kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani huku umeongea na Mwenyezi Mungu, lakini baadaye huyaoni matokeo kwenye ule wakati, unazidi kuona mambo yanaendelea kuharibika. Na nielewa hapo, na inafika kipindi unaanza kujiuliza, je, hivi kweli huyu ndo Mwenyezi Mungu niliongea naye? Lakini sio Mwenyezi Mungu niliongea naye. Mbona sielewi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naweza nikakwambia kwamba Mwenyezi Mungu anaongea na sisi. Haleluya. Amen. Na anaongea na mwanadamu yoyote yule. Hata katika ukimya wake Mungu anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yapo mambo anayatoa kwako kama ahadi yatakayoyafanya kule mbeleni. Na yapo mambo mengine unaona Mungu anaweza kayafanya juu yako, hajazungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yale yote yapo katika uwezo wa utendaji kazi wake. Kwa hiyo wakati huu unaweza ukawa unapitia changamoto, wakati huu unaweza ukawa unapitia shida, wakati huu unaweza ukawa unapitia tabu. Yamkini uliongea na Mwenyezi Mungu, yamkini Mungu aliweza kuzungumza na wewe, lakini Mungu anakuambia usiogope. Haleluya. Amen. Haijalishi ni changamoto za aina gani, kile ambacho Mungu alichokuzungumza na wewe, ambacho Mungu anatamani akufanyie kesho, ambacho wewe hujakiona, wakati huu upo unaona ya kwamba kwa nini kuliko nifanywe kile Mwenyezi Mungu alichoniambia, mambo yanazidi kubadilika, lakini Mungu anakuambia usiogope. Haleluya. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Anamwambia Mwenyezi Mungu, kwa nini Mwenyezi Mungu unaniambia mimi niweze kusimama kwenye hii nchi kweli, niweze kuondoka niende huko mahali ambapo sijui? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wakati unapitia vitu vingine ambavyo haujui. Haleluya. Kuna kipindi unaweza kupitia changamoto ambazo haujui. Yaani hujui utazitatuaje. Amen, amena. Amina. Sijui unanielewa mtumishi? Ndiyo. Yaani unapitia vita ambavyo unaona hivi kweli hivi vita Mungu yupo na mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio huyu Ibrahimu kipindi hiki alikuwa anakipitia. Kilikuwa ni kipindi kigumu kwenye maisha yake. Anamwambia Mwenyezi Mungu, iweje sasa Baba Mungu? Haujui kama mimi na wewe niweza kuzungumza na wewe? Kwa nini Mwenyezi Mungu sinijibu? Kwa nini Mwenyezi Mungu sinitazame? Umekubali niweze kwenda huko unaponielekeza nikiwa mimi mwenyewe pamoja na wewe mfanyakazi wangu. Umekubali ulisi wangu uje ulisishwe huyu mfanyakazi wangu. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi ni Mungu wako na ngao yako. Nitakulinda mahali uendapo, mahali uingiapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo wapo watu wengi sana kwenye haya mazingira tunayoyaishi, kwenye haya maisha tunayoyaishi. Wakati unapoweza kumfariji mwenzako huwa ni rahisi, lakini wakati unapoweza kufarijiwa huwa sio rahisi, kwa sababu unakuwa upo katika maumivu mazito kiasi kwamba unapoweza kuambiwa neno unaweza ukakufuru, ukatukana, ukamwambia mtu anayekushauri ya kwamba kwa sababu hajakufikia wewe, lakini angekufikia wewe ungejua maumivu nilionayo. Lakini nataka nikwambia kwamba anayeweza kuyatoa maumivu yako ni Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu huwa analeta neno pia juu yako ili liweze kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. So, yamkini unapitia shida, unapitia dhiki, unapitia njaa, unapitia changamoto, unapitia msiba. Hayo yote Mwenyezi Mungu anayajua. Ona, Ibrahimu anamuuliza Mungu, kwa nini Mungu sinipatie mtoto? Mungu tayari alikuwa amekwisha kujua kwamba Ibrahimu hana mtoto. Lakini Ibrahimu akaambiwa usiogope. Na Mungu alikuwa na malengo ya kuja kumpatia mtoto nani? Ibrahimu. Ndio maana Abrahamu baadaye aliweza kupewa mtoto huyo. Ndio hivyo naweza nikasema kiufupi mtumishi. Asante. Watazamaji wengine wanaosikiliza. Asante sana. Usiogope ni neno ambalo kweli ikimfikia mwanadamu anaogopa, lakini yupo mbinguni Mungu ambaye anayeweza kutuondoa hofu na kutusaidia na natujibu yale ambao hatuwezi tukayaweza. Asante mtumishi. Amen. Mungu ashukuriwe sana. Mungu ni mwenye nguvu. Tumesikia neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu, lakini mtumishi, nina swali kidogo. Ndio. Napenda kuuliza ili ndugu anayetutazama apate kuelewa ndani ya zaidi. Ndio. Swali langu ni hivi.
Iweje katika haya maisha ya binadamu, ya wanadamu tuliomo, tunapitia shida nyingi, changamoto nyingi. Ndiyo, unaweza kuwa unamwamini Mungu na unataka uaminifu wako kwa Mungu usije ukaharibika. Ndiyo. Lakini kuna changamoto zingine zinatukumba. Tunatoka katika msingi wa imani. Sasa tutafanyaje? Watu kama na hao watafanyaje ili wabaki kwenye msingi ulio bora? Asante sana mtumishi kwa ajili ya swali. Nashukuru sana. Kitu cha kwanza unatakiwa ujue, au unatakiwa nijue, au wapenzi watazamaji unatakiwa wajue, ni kwamba mambo ya kututoa katika misingi ya mwelekeo ndani ya wokovu huu hayawezi yakakosekana wakati bado tuko katika mwili huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu makusudi ya Mwenyezi Mungu si kwamba Mungu anatamani tuendelee kubaki katika hizi changamoto tunazozisema. Hapana. Lakini makusudi ya Mwenyezi Mungu ni kwamba Mungu anatamani tuweze kuokolewa kupitia hizi changamoto tunazozipitia. Ndio maana unapoweza kuwa unasoma hiki kitabu ndani ya Biblia, kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 kwenye mstari wa 11, hapo ndipo napotaka ni kuonyeshe wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu mipango yake juu yako na juu yangu na juu ya mwingine si tuendelee kubaki katika udidimizo wa shetani, lakini ni vile ulivyosema, anataka tuendelee kubaki kwenye misingi ya imani. Anasema hivi, tazama mawazo ni wawaziao si mawazo mabaya. Amen. Amen, amen. Ni mawazo mema. Ukisoma pale utapakuta hilo andiko. Yaani mawazo ya Mungu sio mawazo ya sisi wanadamu. Hata mawazo ya Mungu si mawazo hata ya shetani. Mawazo ya Mungu si mawazo hata ya mtu yote yule. Mawazo ya Mungu 100% ni mema kila wakati. Mungu hawazi kama mimi mwanadamu ninavyoweza nikakuwazia wewe vibaya. Mungu hawazi kama shetani anavyoweza kukuwazia vibaya, lakini Mungu wazo lake ni kukuwazia wewe uendelee kuwa katika siku zako njema. Ndivyo anavyosema, ni kuwapa faraja na matumaini katika siku zenu mbaya. Kwa hiyo swali lako linaonyesha kwamba kama bado tunavamiwa tukitafutiwa kuondolewa katika misingi ya wokovu, anayetafuta kutuondoa huko sio Mungu bali ni shetani. Amen, amen. Kumbuka mwanzo wa dunia, Mungu alikuwa ameplani dunia hii iweze kutawala mwanadamu. Na mwanadamu alivyoumbwa katika hii dunia hakuweza kuumbwa na dhambi yoyote ile. Na alikabidhiwa huyu ufalme aweze kutawala yeye mwenyewe peke yake. Ndio maana unaona alipewa mamlaka juu ya vyote vilivyomo katika hii dunia, pamoja na wapi katika hii dunia yote, niseme kwa ujumla. Kama ni nyama, kama ni nini, hivyo vyote Mwenyezi Mungu alivikabidhi kwenye mikono ya wanadamu. Na ukitaka kujua vyema, nadhani ukisoma Biblia utaona vyema ndiye aliyeruhusu mwanadamu aweze kuviita majina. Kwa hiyo ule ufalme ulikuwa umekabidhiwa mwanadamu. Na ndio mtumishi wa Mungu. Lakini sasa mambo yalivyoweza kuharibika huko katika uzima wa milele kwa mbinguni, ilionekana kwamba shetani ametupwa hapa duniani. Amen, amen. Na alivyotupwa hapa duniani, alikuja kwenye misingi sasa ya kujaribu kutaka mwanadamu kumnyang'anya yale mamlaka ili aweze kujikabidhi yeye, kwa makusudi ya kwamba yale mamlaka yaweze kubaki kuwa juu yake, mwanadamu yule ayanyang'anywe mamlaka, akae chini ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo huyo ndio aliweza kuleta majaribu katika hii dunia. Ni nani? Ni shetani. Kitu cha kwanza watu wanatambua, waelewe ya kwamba ufalme huu wa duniani sio ufalme ambao umejitawala peke yake. Unatawaliwa pamoja na nguvu za giza zisizoonekana. Maana yake na ufalme mwingine. Sawa? Huo ufalme mwingine ni ufalme wa nani? Wa shetani. Kwa hiyo ndio unaosababisha watu waweze kutoka
katika misingi. Unaelewana? Misingi ya hilo swali lako unaloniuliza, kwa nini watu hawaendelee kubaki kwenye misingi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na unapokuwa unasoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 17 kwenye mstari wa 10 wa kwanza mpaka ukishuka kwenye mstari wa 11, unayaona maneno ambayo Yesu alikuwa anayazungumzia akiwaambia wanafunzi wake kwa kuwatia moyo pamoja na makutano. Kwa nini alikuwa anawaambia vile? Alikuwa anataka kuwahimiza hata watakapoyaona wazidi kuendelea. Anawaambia kwamba majaribu hayana budi kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ole mtu ayaletaye. Ole mtu ayaletaye. Huyo ndio mwenye shida. Kwa hiyo anayaleta mtu, tuseme ni upande wa shetani au mtu mwenyewe anayaleta majaribu kuwatoa watu kwenye misingi ya kumjua Mungu zaidi, huyo yuko na ole. Shetani mwenyewe amekwisha kupewa ole ya kwamba ataangamizwa katika moto wa milele. Kwa hiyo wanaoyaleta hayo yote kuwatoa katika misingi ya imani watu wote, yawe ni magonjwa, viwe ni vilio, viwe ni vifo, hivyo vyote vina ole wake. Siku moja vitaweza kuondolewa na majaribu yatakuwa yamefanya nini? Yamekwisha. Kwa hiyo unapitia changamoto wakati huu, mpenzi mtazamaji, msikilizaji, usiogope. Endelea kumtumikia Mungu na Mungu yuko pamoja na wewe, atakupigania. Ndivyo hilo naweza nikasema, mtumishi. Amina, ubarikiwe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Tupo pamoja, tunaelekea ukingoni, lakini nina swali la mwisho kwa dakika chache tu. Asante, karibu. Ipi njia ya kusema uzuie au uvuke hizo jaribu ambazo zinataka kututoa katika misingi ya imani? Ni ipi njia? Je, ni njia ya maombi? Je, ni njia ya kusoma neno? Je, ni njia ya upendo? Unaweza ukamwambiaje ndugu aliyopo katika matatizo hayo? Kweli njia ya kusoma neno ni nzuri. Njia ya maombi ni nzuri. Na njia ya upendo ni nzuri, kwa sababu upendo kwanza ni amri ya ajabu sana katika amri zote. Na mtu ambaye hana upendo, amri hiyo hawezi kumuona Mungu. Sababu imeandikwa kwamba Mungu mwenyewe alitupenda sisi ni wenye dhambi wa kutupwa. Si kwamba tulikuwa watakatifu. Ndio maana anasema kwamba usipoweza kumpenda ndugu yako, huwezi ukampenda Mungu usiyemuona. Amena. Kwa sababu amri ya upendo ni amri kubwa inayofuata baada ya kupenda Mungu kwa moyo wako wote. Kinachofuata ni kupenda Mungu ni kupenda mwanadamu kama nafsi yako. Nadhani hiyo tunajua. Lakini pamoja na hao yote, maombi, kufunga, kusoma neno na upendo haviwezi vikazuia majaribu kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu gani nasema hivyo? Maana hata na Yesu alivyokuwa katika mlima yule, baada ya kufunga siku 40, unaona kilichotokea? Bila kula, bila kunywa. Unaona baada ya kutoka aliweza kujaribiwa. Si alifunga siku 40? Sasa kwa nini siku 40 zisingeweza kuogopa majaribu yake asimjie? Kwa hiyo tunaona kwamba kuomba hakutusaidii kuzuia majaribu, lakini kuomba kunatusaidia kuimarika na kusimama katika majaribu. Amen. Amen, amen. Yaani kuomba kunatusaidia kustahimili na kusonga mbele katika majaribu. Ni ile neno lilosema kunatusaidia kutoka katika misingi ya kumjua Mungu. Yaani tuendelea kubaki kwenye misingi ya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuomba kunatupa nguvu ya kuendelea. Haleluya. Na nielewa. Kusoma neno napo kunatusaidia kuweza kuzishika sheria za Mwenyezi Mungu. Maana imeandikwa kwenye kitabu cha Yohana, ukisoma pale sura 12:15 ya kwamba anayesema anampenda Mungu ni yule anayezishika amri zake. Kwa amri zake ni zipi? Ni hizi ambazo tunazozisoma. Tunatakiwa tuzisome, tuziishi na tuzishike, kama vile Mungu alivyomwambia Joshua ya kwamba Torati hii isiondoke kinywani mwako, zidi kutafakari mchana na usiku, ili uweze kuyatenda sawasawa na yale ni kuamruyo. Lakini hivyo vyote haviwezi vikasababisha tuondokewe na majaribu. Kisha kuambia kwamba majaribu hayana budi kuja.
ndivyo Yesu alivyosema, yatakuja tu. Ndivyo hivyo naweza nikasema. Kwa hiyo lakini kusoma neno, kuomba, hata kupendana ni muhimu zaidi, maana hivyo ni viungo vya matunda ya Roho Mtakatifu na lazima tuvifanye kama watu tunayetegemea kumwona Mungu. Amina. Naweza nikasema asante. Ubarikiwe sana mtumishi. Mungu aendelee kukutia mafuta, aendelee kuongezea. Ulipotoa ubarikiwe zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu mtazamaji, mpendwa unayetusikiliza. Tuko mahali hapa kwa kutaka tukutie moyo katika majaribu, katika shida, katika vitu ambavyo unavipitia. Unaona hapa siwezi, lakini kuna yule atakayekuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu, hapa mtumishi wa Mungu ametueleza katika vitabu vingi. Tumesoma katika Luka, tumesoma Mwanzo, tumesoma Yeremia, tumesoma Yohana. Hayo yote ni mahubiri ambayo yanaweza, tena ni maneno ya Mungu matakatifu, yanaweza ukienda kusoma, yanaweza yakakutoa katika hatua ya chini ulioko na kwenda katika hatua nyingine. Mungu akakukuta pale na kukuita tena mwana mpya. Usife moyo. Mungu anakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunataka kufika ukingoni, tunakaribia ukingoni. Una neno gani au moja la kumwambia mtazamaji, la kumtia moyo kidogo tu? Karibu. Asante sana mtumishi wa Mungu kuweza kunipa nafasi na kuweza kushiriki na wewe kipindi hiki kwa ajili ya kuweza kuchangia neno la uzima na mtu mmoja. Lakini pia nashukuru sana wapenzi watazamaji ambao mlikuwa mnatufuatilia kupitia channel hii ya YouTube Jehovah Roy Band. Neno ambalo natamani kuambia ya kwamba tusife moyo. Tukazane, tuvae viatu, tuendelee. Vita ni bado mbichi. Amen, amen. Amen. Niwatie moyo, vita bado mbichi, nikimaanisha vipo na vitaendelea tukiwa katika mwili huu. Lakini kumbuka, watakapoweza kuvishinda wowote wale katika ulimwengu, Mfalme mtakatifu katika uzima wa milele aliwaandalia zawadi nzuri sana ya uhai usioharibikiwa, uhai wa maisha yote. Maana anasema ya kwamba atakaoweza kushinda, nami nitamfanya kuwa nguzo ya kanisa. Amen. Ndilo neno naweza nikasema. Kwa hiyo nakutia moyo, wewe mgonjwa, wewe unapitia changamoto za umaskini, yamkini changamoto za ndoa, changamoto za kufiwa na watoto, changamoto za kukosa mavazi, chochote kile kinachotatiza maisha yako, unashindwa jinsi gani unaweza kufanya, na watia moyo nikiwaambia kwamba wasiogope. Huyu Mungu tunayemhubiri ni kwa sababu tumemuona. Tusingeweza kumsema hivi kama hatujamuona. Ndio maana tunamhubiri kwa ushujaa. Aliyotusaidia sisi, mimi nilikuwa siko hivi, Mungu amenisaidia sana. Niliogopa sana kwenye maisha yangu. Niliogopa, nipitia vita, ikafika kipindi nikaogopa mno. Lakini Mwenyezi Mungu alisimama kanaambia usiogope. Na alivyokuwa akinitia moyo usiogope, niliendelea kuogopa, lakini alinitoa katika hayo matope na sasa hivi akanisaidia. Japo naweza nikapitia mateso, natiwa moyo na hili neno la Mwanzo sura ya 15. Nimaliza nikisema kwamba usiogope mtazamaji. Asante. Amena. Ndugu mpendwa mtazamaji, msikilizaji, tunakutakia baraka popote pale ulipo. Mungu akubariki. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu hapa, ametuwakilisha, ametuambia neno usiogope. Tutafute katika YouTube, channel yetu ni Jehovah Roy Band. Utakuta pale nyimbo, utabarikiwa na neno hili la ushindi tumepewa leo. Mungu akubariki, baraka ziwe juu yako. Amen. Asante, bye.
Mungu. Wakati wako ukifika utabarikiwa na Mungu. Usilie, 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 utainuliwa na Mungu. Usiwaze mbali, usiwaze mbali, utabarikiwa na Mungu. Yusufu alipitia mengi, majaribu mengi sana, alikataliwa na ndugu, lakini hakufa moyo, alivumilia, akasubiri wakati wake ulipofika. Yusufu aliinuliwa, alivyoinuliwa ndugu zake walimuuza, wale wale alirudi kuwasaidia. Alivyoinuliwa ndugu zake walimuuza, wale wale alirudi kuwasaidia. Hata ukataliwe wewe ndugu, lakini hayo maneno hayo ndiyo yatageuka kuwa mbolea ya kesho ya kubarikiwa na Mungu wetu. Atakuinua, na wale waliosema kwamba utoinuliwa, wakija kwako waoneshe mema, maana neno la Mungu lasema, samehe wote waliokukosea ili nipate kukubariki. Wao wanaona. Wakamuuza Yusufu kule Misri, akitarajia ya kwamba maisha yake yamefika mwisho. Wakamuuza Yusufu kule utumwani, akitarajia ya kwamba hatima yake imefika mwisho. Kumbe walichokifanya, walikuwa wakimsogeza kwenye kusudi la maisha yake. Kumbe walichokifanya, walikuwa wakimsogeza kwenye hatima ya maisha yake. Eti mke wa Potifa anataka ichafue neema ya Yusufu, akasahau ya kwamba neema Mungu ina mpinzani. Wakati unapitia changamoto nyingi sana katika maisha yako, ndugu na marafiki wamekutenga, hujabaki mwenyewe. Yuko Mungu wa mbinguni, mtetezi wa mwisho ndugu katika maisha yako. Tazame tu, simsikilize mwanadamu, maneno ya mwanadamu anakatisha tamaa. Tazame Mungu tu, simsikilize mwanadamu. Ndoto zako ndugu, hata usingiziwe lazima zitatimia. Ndoto zako hata ukataliwe lazima zitatimia. Usisahau kwamba Yusufu naye aliuzwa utumwani, alitengwa ndugu na jamaa na marafiki wote wakamtupa mbali, lakini Mungu neema yake kwa jicho lake la huruma akamsogeza, akampandisha viwango vya juu kwenye hatima ya maisha yake. Hata ukataliwe ndugu, hata usingiziwe wewe, kumbuka na Yesu alisingiziwa na kutemewa mate. Wanadamu ndivyo walivyo hao, wanadamu hawana wema. Lazima kufikia kitu kizuri ni lazima upitie kwenye majaribu. Kubali usingiziwe, kubali utemewe mate, lazima mti wenye matunda huo unashambuliwa. Kubali utukaniwe, kubali utemewe mate, lazima Mungu naye atakupaka mafuta na kukuweka viwango vya juu. Hatima yako inakuja, usiwasi
zao waliokutangaza vibaya, wakija kwako warudishe mema moja kwa moja, wafundishe kwamba neno la Mungu laokoa. Neema inakuja, baraka inabubujika, neema inakuja, nuru ya kuangazia. Wabariki na wale waliosema kwamba hutoinua, wabariki na wale waliosema kwamba hutoweza, wasaidie unijenge kutenda mema, waoneshe mema, waoneshe kwamba yote ni bure. Mama yangu wabariki, wabariki na wale waliosema kwamba hutoinua, wabariki na wale waliosema mama yangu kwamba hutoweza, wasaidie unijenge kutenda mema, waoneshe mema, waoneshe kwamba yote ni bure. Baba yangu wabariki, Wabariki na wale waliosema kwamba hutoinua, wabariki na wale waliosema kwamba hutoweza, wasaidie usitake kutenda mema, waoneshe mema, waoneshe kwamba yote ni bure. Mungu bila mwanadamu atabaki kuitwa Mungu. Mwanadamu bila Mungu uhai wake wote ni bure. Sio paka ni kuone ili niamini uko nami, au nikushike niamini upande wangu. Ulionitendea ni mengi, kwa macho yangu nimekushuhudia. Nikisema niyaeleze yote siwezi nikayasimulia. Huyu Mungu ninayemwimbia sio Mungu niliyemsimuliwa, bali ni Mungu nimejionea kwa macho yangu mawili akinitendea. Huyu Mungu ninayemwinua sio Mungu niliyemkalilishwa, bali ni Mungu niliyemthibitisha akitenda mambo ya kutisha. Umeniinua, umenitazama, umeniangalia. Ewe Yesu nikulipe nini? Umenikumbuka, umenitazama, umeniangalia. Ewe Yesu umenikumbuka, umenitazama, umeniangalia. Ewe Yesu nikulipe nini? Umenikumbuka, umenitazama, umeniangalia. Ewe Yesu nikulipe nini? hakika kweli Yesu wewe unatosha kwangu. Kama singekuwa mkono wako Yesu, sijui ningekuwa wapi mimi. Kama singekuwa neema yako Yesu, sijui ningeonekana je mimi. Magonjwa yalikuwa mengi kwangu, zoruba zilikuwa nyingi kwangu, misiba ilitanda kwangu mimi, wanadamu wakataka kunimaliza. Mkono wako Yesu si mfupi, kweli umenishika Yesu, umeninua. Neema yako kweli imenibeba, hakika nimebebwa na neema ya Yesu.
Umeniangalia. kwako. Ewe Yesu nikulipe nini? Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu. Umenikumbuka Yesu, ewe Yesu nikulipe nini? Wewe ni mme wa wajane, wewe ni baba wa yatima. Umenitazama na mimi kanonea huruma. Unawainua wanyonge toka mavumbini mwa jaribu, unawaketisha mahali panapostahiliwa. Majibu yalipochelewa, nikaona wenzangu watu wanajibiwa, ikafika kipindi najuta kuzaliwa na kuiona chungu hii dunia. Kumbe ulikuwa unanisikia, unaniangalia, unanitazama. Imani yangu ilivyotaka kupotea, ndivyo lango la tumaini likaingia. Depuis que je t'ai rencontré, tu m'as jamais délaissé. Depuis que je t'ai rencontré, tu m'as jamais délaissé. Depuis que je t'ai rencontré, tu m'as jamais délaissé, Jésus. Depuis que je t'ai rencontré, umeniinua. Umenikumbuka. Yesu, Umenitazama. umenikuta machozi Bwana, Umeniangalia. umenipa kibali. Ewe Yesu nikulipe Sina nini? cha kukulipa Yesu.
alivyosema, samehe wote waliokukosea, ili nipate kukubariki. Wao wanaona. Wakamuuza Yusufu kule Misri, akitarajia ya kwamba maisha yake yamefika mwisho. Wakamuuza Yusufu kule utumwani, akitarajia ya kwamba hatima yake imefika mwisho. Kumbe walichokifanya, walikuwa wakimsogeza kwenye kusudi la maisha yake. Kumbe walichokifanya, walikuwa wakimsogeza kwenye hatima ya maisha yake. Eti mke wa Potifa anataka ichafue neema ya Yusufu, akasahau ya kwamba neema Mungu ina mpinzani. Wakati unapitia changamoto nyingi sana katika maisha yako, ndugu na marafiki wamekutenga, hujabaki mwenyewe. Yupo Mungu wa mbinguni, mtetezi wa mwisho ndugu, katika maisha yako. Tazame tu, simsikilize mwanadamu, maneno ya mwanadamu anakatisha tamaa. Tazame Mungu tu, simsikilize mwanadamu. Ndoto zako ndugu, hata usingiziwe lazima zitatimia. Ndoto zako hata ukataliwe lazima zitatimia. Usisahau kwamba Yusufu naye aliuzwa utumwani, alitengwa ndugu na jamaa na marafiki wote wakamtupa mbali, lakini Mungu neema yake kwa jicho lake la huruma akamsogeza, akampandisha viwango vya juu kwenye hatima ya maisha yake. Hata ukataliwe ndugu, hata usingiziwe wewe, kumbuka na Yesu alisingiziwa na kutemewa mate. Wanadamu ndivyo walivyo hao, wanadamu hawana wema. Lazima kufikia kitu kizuri ni lazima upitie kwenye majaribu. Kubali usingiziwe, kubali utemewe mate, lazima mti wenye matunda huo unashambuliwa. Kubali utukaniwe, kubali utemewe mate, lazima Mungu naye atakupaka mafuta na kukuweka viwango vya juu. Hatima yako inakuja, usiwasahau waliokutangaza vibaya. Wakija kwako warudishe mema, moja kwa moja wafundishe kwamba neno la Mungu laokoa.